stade, mimi siko stade, niko villageois. Kwetu ni ku village. Lakini yule Mungu, haleluya, ambaye haangalie sura za watu, ambaye hachunguzi sawa vile mwanadamu anachunguza. Leo mimi naanza shina niko nazitembelea amo usiku na mchana, hata semene prochaine nitazitembelea. Ukitaka kubarikiwa, furahia baraka za mwenzako. Nashukuru sana huyu baba, nampenda. Huyu baba amepata vita vingi sana juu yangu, lakini hakujali. Sababu ya kitu kimoja tu, hiki tutakisherekea leo, damu ya Yesu Kristo. Msalaba wa Yesu Kristo ndio ulinitosha kule nilikuwa ukanileta. Na huu msalaba ukaniweka karibu yake. Na saa hii niko na kuhubiri leo. Ni kwa kinywa chake na baraza kusema kama furaha wende ubarikiwe kule sawa mchungaji. Ukitoka kule ukuye ufanye seminari ukanisofundishe kanisa na ufanye meza ya Bwana. Na mchungaji Stina wewe ndio muongozi. Mungu akubariki baba. Sote tulikuwa safari, lakini huyu baba naye nampenda sababu naye akasema takuya tu. Haleluya. Nasikia mtima wangu unajaa munyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuhitaji, ningekuomba haya maneno yasikiwe kama kikwazo kwako, lakini yakuumbie baraka kusudi na wewe ubarikiwe tena. Na ninashukuru Mungu sana. Unajua nilifika hapa nilipoketi tangu tulianza huu mkutano mpaka leo nimesikia nimeshangaa. Mtumishi wa Mungu Pastor Burumi alileta tangazo siku ya 4, akasema tulikuwa 1530 participants. Iko vile. Lakini leo mimi nashangaa kuona hata na hizi maeles na yala watu, kule kuna yala watu, kule kote nyuma kuna yala watu, na kule kote kuna yala watu. Hatuwezi kumtukuza Mungu kwa ile. Mungu akubariki wewe ambaye umefika hapa. Mungu akubariki mara tena. Mungu akubariki. Fungua kinywa chako kusudi Mungu akijaze. Mungu akubariki. Ni watu wasiokoka ndio wanaweza kuambiwa Mungu awabariki na wanyamanze. Ni watu wasiokoka ndio wanaweza kuambiwa Mungu asifiwe na wasijibu. Lakini kabla niendelee, nashukuru Mungu sana juu ya huyu baba. Nashukuru sababu na mimi pia nilipenda kumsikia. Nilikuwa nasema habari za Afrique du Sud. Wakati nifika kule 2013 naenda ku mission service kule. Nikamwandikia. Nikamwambia hivi, mchungaji, ninaomba Mungu kama angenipatia 1/3 ya moyo wako, ya roho yako anipe. Sasa siku nyingine Mungu atanipatia nafasi nifundishe, njoo nitakuelezea tafsiri ya ile kibiblia inamaanisha nini kwa mtu na mchungaji wake. Nashukuru Mungu sababu kwa kweli Mungu amemtumia namna ya pekee. Sawa vile Rutu aliambatana na mama mkwe yake Naomi, na hata wakati waume zao walikufa, Naomi anamwambia Rutu na Orpa mrudie. Rutu akasema sitarudia. Akamwambia nitakwenda na wewe, usinisini kuache. Watu wako watakuwa watu wangu, jamaa lako litakuwa jamaa langu. Pale utakufa na mimi nitazikwa. Na anasema Mungu anisikie. Ukisoma ile katika Rutu 1:16 na 17 utakutana hayo maneno. Nashukuru Mungu kwa ile mafundisho nimepata kwa huyu baba, kwa malezi nimeyapata, na kwa zile baraka zote nazipata. Na kwa hiyo nilipokuwa ninaketi hapa nimekumbuka ile, na ninashukuru Mungu kwa ile. Nashukuru baraza yetu kwa namna tunatumika pamoja kwa ushirika. Nashukuru mchungaji Tino na wapasteri wetu wote na kanisa letu lote la Sayuni la Bote. Mungu awabariki. Miaka 12 hii mko mnanilea, na zaidi mko mnanilea, na mimi nakuwa sasa niko naenda nakuwa mtu, na kwa ajili ya ile namshukuru Mungu, na Mungu awabariki. Hii imenileta nikumbuke mzee mchungaji Doae Matayo. Nimemkumbuka mama Mwanta Vigwa. Siku moja aliniambia hivi, we hauko mganga, we uko pastor. We uko pastor. Na nilichunga ile. Na kwa ile malezi nimeendelea kupata kwa wao, na wengine nikiwataja hamtawajua, wakina mchungaji Mbozi na wengine, na mchungaji Rugereza na wengine hamtawajua wale. Lakini kwa ile kutulia, ukikaa karibu ya mbarikiwa na wewe utabarikiwa. Amena. Kubarikiwa, kubaki karibu ya huyu mbarikiwa huyu,
na mie niko naenda na panda, nisishakuwa mchungaji wa kanisa. Haiko promotion, hapana, ni huduma. Sasa bataipatia kila mtu mwenye niachie pale. Nitaimba tu kawimbo kangu kadogo, kisha tusome neno la Mungu na tuishie pale. Tutaimba si wote. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru, vitu vyote pia viumbwavyo kwa uwezo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Haleluya. Mungu akubariki. Mungu abariki mke wangu, sababu ule naye ndio mwana nichungaka ule ndio mwalimu wangu mwingine mwana nichungaka. Fungua Biblia yako. Kama wewe huvui kufurahia mke wako, kuna problem. Penda mke wako. Tusome Biblia, neno la Mungu. Tunazungumzia tu zile habari za msalaba. Mathayo 28. 28, tutasoma sura ya 6 mpaka 7. Tusome 16 na 17. Sasa tutasoma Mathayo na tunasoma na Ufunuo. Ni kusema Biblia tutaianza mwanzo na mwisho, kisha tunapunguza leo. Biblia inasema hivi, kisha tutaruka Ufunuo sura 5. Biblia inasema hivi hapa Mathayo 28 mstari wa 6 mpaka 7. Biblia inasema hivi: hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Amen. Sulinyetu neno linasema hayupo tena kaburini, amefufuka kama alivyosema. Amen. Furaha iko. Ufunuo, tusome Ufunuo sura 5. Pale nitasoma kirefu kidogo, sababu na sitakuwa tena muda mingi wa kutafsiri kila verse. Ufunuo sura 5, Biblia inasema hivi: tusome pale Ufunuo. Tusome, tuanzie pale kwa mlango wa 7. Moja kwanza inasema hivi: kisha nikaona, Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu. Ni nani astahili akihubiri kwa sauti kuu? Ni nani aistahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake 9 au 7? Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu. Mwambie wale watoto wapunguze sauti tafadhali. Mwambie wale watoto wapunguze sauti kidogo. Uhai 4 na wale wazee 24
wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili, sulinye pale. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 1000. Sasa pale benye walifanya matematiki watatuambia ilikuwa ngapi? Ilikuwa 10,000 mara 1000, 10 na 1000 mara 1000. Matematisie mmoja au mtu mmoja atatuambia hesabu ni ngapi? Na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Shangilia Kristo. Haleluya. Hebu tumshangilie mara tena Kristo. Biblia inasema hayupo tena kaburini. Msalaba ulikuwa unahesabiwa sawa vile ni laana. Ule ndugu anipatia tena ile miti mbili, ule mwenzetu, ile miti mbili ya nani, ya ngoma, mtanipatia hayo mbio mbio. Saa zangu zinakimbia sasa, sijui nitafanyaje. Msalaba. Fata usomi mbio mbio na tukimbie. Msalaba ulikuwa unahesabiwa kama nafasi ya laana. Asante pastor. Msalaba, wale wote waliotundikwa kwenye msalaba walikuwa wanahesabiwa kama ni watu waliolaaniwa. Na hata sisi kama mtu angetundikwa, tulijua hata hapa pana watu walitundikwa wakati mwingine, labda walikuwa wevi walitundikwa, na yeyote ambaye alitundikwa wakati huu alihesabiwa kwamba ni mtu ambaye alikuwa amelaaniwa. Msalaba ulikuwa unatayarishwa na kwa watu wabaya, watu waovu. Lakini huu msalaba ambao ulikuwa unaandaliwa kwa watu wabaya, kwa wauaji, wevi na waharibifu, huu msalaba unampokea Kristo Masia. Tulijifunza kwa juma mzima ya kwamba walisema mnamshitaki, lakini mnamshitakia nini? Mbona hatuoni makosa yake? Mbona hatuoni ubaya wake? Mbona hatuoni kwenye alikosea? Biblia inasema hivi, hata ile wakati ambapo alipelekwa mbele ya liwali, mke wa liwali akaambia mumewe, akatuma habari kwa mumewe, mume wangu, fanya angalisho na ule mtu, usihukumu ule mtu, usichukue damu isiyo na hatia. Na mimi naongeza ile, sababu yule mtu hana kosa hata moja, na usiku huu sikusinzia sababu ya yule mtu. Yule mtu ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wako uliyemwamini ni mwenye, sema tena, ni nani? Yesu ni mwenye. Yesu hakufanya dhambi, Yesu ni mwenye haki. Lakini huu msalaba unampokea mtu mwenye haki ambaye hakufanya dhambi, ambaye hakukosa. Ijapokuwa msalaba ulitengenezwa juu ya wenye dhambi, wale wote ambao walikosea. Lakini kwa nini huyu mwenye haki msalaba unampokea? Huyu mwenye haki anapokelewa na msalaba ni kwa shabaha moja tu, ili kwamba wewe na mimi tupate kuokolewa. Hausemi atame. Mkristo wala bote guri byabiri. Yesu alisulibiwa, aliuawa, kafa ili kwamba wewe na mimi tuokolewe. Msalaba. Na hapa
Pasaka inatukumbusha ya kwamba Yesu hata katika kule kuwa kwenye msalaba, ningali nitashuka pale chini, ingalao hali yote ambayo ilikutana msalabani, Biblia inasema hivi, Yesu hakukataa misio yake, hakukataa baba yake, hakumkana. Yesu alibaki mwaminifu. Msalaba ulikuwa na nafasi mbili. Napenda nikufundishe kidogo pale. Unaona hii miti miwili ninakuwa nayo, hii miti. Tazama kidogo. Sasa hizi parti zote mbili, wakati tunataka kufanya msalaba, zinafanywa hizi. Tunakamata huu muti na huu mwingine, lakini kwa huu muti kunakuwa huu muti ambao unabaki wima hivi, na tunaleta muti mwingine tunaweka hapa. Sasa kunakuwa mti mmoja ambao unakuwa vertical na parti nyingine iko horizontal. Msalaba huu ambao ulikuwa unachukua waovu na wabaya, Yesu Masia mwana wa Mungu anapandishwa juu ya mti, anapandishwa juu ya msalaba. Shabaha ilikuwa moja tu, pale ambapo waovu walikuwa wanawekwa, wanatundikwa, Yesu naye alikwenda pale atundikwe pale, ili kwamba agogomeye yale makosa ya wenye dhambi na apate kuwahesabia haki. Aliyekuwa mwenye dhambi ili ahesabiwe. Walifikiri wataifanya tu kama kwa mzaa, lakini Kristo ametundikwa hapo sababu alikuja kuchukua dhambi za wanadamu wote. Biblia inasema akachukua ile yote. Jambo la pili, Yesu amewekwa hapa juu ya msalaba. Mti huu unaouona huu unashuka, unamaanisha, unaleta kwa kifo cha Yesu, inaleta ushirika wetu kati ya Mungu na binadamu. Ndiyo maana sasa hata katika mateso yetu, hata katika uchungu wetu na machozi, tunaita Aba, yaani Baba. Na wakati tunaita Aba, yaani Baba, maombi yetu yanapanda mara moja, yanamfikia Mungu pale anaketi. Ndiyo maana mwimbaji mmoja anaimba nasema, hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana la kuogopa. Kuomba kwafanya nini? Kwafaa. Kwa ajili ya huu msalaba, hii vertical inatufanya sisi pia kuwa watoto wa Mungu. Na ule ushirika wetu, tunakuwa na ushirika unaofaa kati yetu na Mungu. Nilikufundisha hapa juzi kilichotuma wanamuua Yesu. Sababu Yesu alipokuja akasema amekuja kutukua dhambi za ulimwengu. Anasema yeye anasamehe dhambi. Makuhani wakachukizwa, wakasema kwa nini? Wewe unaweza kusema unachukua dhambi, unasamehe dhambi, wewe ni nani? Lakini amewaambia ndi kweli ni ile. Na walipoona interest zao ziko menase, hawatapata tena zile manyama, hawatapata tena zile heshima, wakasema tumue Kristo. Ndio maana usiogope na usijali. Mungu anapokubariki, maadui nao wanaongezeka, wanakuwa wengi. Lakini kama uko ndani ya Kristo, watakuja kwa njia moja, wanakimbizwa kwa njia 7. Ni maneno ya Mungu. Huu msalaba umetuletea uhusiano kati yetu na Mungu. Lakini pia, sababu sina muda mwingi tena, unaona huu mti, hii ingine parti yenye iko horizontal, imewekwa sababu watu walikuwa wanatengana, watu hawakukuwa na ushirika. Lakini Yesu alipokuja, amepanda juu ya msalaba, kichwa chake kikawekwa hapa, miguu yake inashuka huku na mikono yake imetandazwa. Nitakutafsiria ile kidogo tu. Huu mti, hii parti hii inamaanisha kwamba sisi sote, Kristo alikufa ili kwamba atuletee ushirika, sisi wote tuwe umoja. Na wakati katika ule umoja, hapa hakuna Myunani ama Myahudi, hakuna tena, hakuna Myahudi. Sikia nikuambie, na ninapenda niinsiste pale. Wewe mwenye ungano unakia mkanisa, na njoo maana mimi nashukuru juu ya mchungaji wetu huyu baba. Ningekuwa mwingine makanisa kama siko hapa. Lakini wale wote waliompokea Kristo walifanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu amekuja
ili kwamba atuletee, niseme mwile terme yako yenye utaelewa, atuletee kabila nyipya, atuletee jamaa nyipya, atuumbie sisi wote kuwa watu wa jamaa moja, na sisi tunaitwa wanani? Wa Kristo. Acha nikwambie kwa lugha za hapa kwetu, hivi tuko humu hii nyumba, hakuna Mshi, hakuna Mubembe, hakuna Murega, hakuna Mnyarwanda, hakuna Mzungu, hakuna Mweusi, hakuna Muhindi, hakuna Muharabu. Sisi wote, wale wote waliompokea Kristo wanafanyika kuwa wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Mpatie ule aliye karibu yako mkono humu, mwambie hivi, kama ni kaka umwambie wewe ndio kaka yangu, kama ni dada mwambie wewe ndio dada yangu. Na uiseme itoke, usukume yako nguvu za Roho Mtakatifu isimuingie, ama aijue kama yeye ndio dada yako na kaka yako. Vie unainama pale, wewe ndio wangu. Amen, amen. Wewe ndio wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunafikia pale, hilo ndilo kanisa na hiyo ndiyo kazi ya msalaba wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu. Haleluya. Ndio maana mimi nakuwa nasifu Mungu. Sasa garso wangu alienda chumbilia kwa Kilizo, mama Azama iko pale. Garso wangu bakampatia fie wao. Sijui ya nini? Sijui tuko jamaa. Si ufurahie na wewe ile. Oh, malojike, wewe unatokea wapi? Njoo nani ule? Na kwanza iko na nini? Iko na nini? Tuko na Yesu di. Tuko na Yesu, tuko watajiri. Tuko na Yesu, tuko na vyote. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kubarikiwa kabisa, Yesu anakuja, huyu anafanya ile, ili kwamba katika ule msalaba, katika ule ushirika kumekufanyika Mungu na mwanadamu, mwanadamu na Mungu, na mwanadamu na mwanadamu. Hiyo ndiyo maana na inatafsiria ule ushirika ambao unakuwa katikati yetu. Ndio maana nakushauria mbele ukaribie meza. Kama unajua uko humu na uko na probleme na dada yako, uko na probleme kaka yako humu, ndugu, tengeneza ile. Hatuna nafasi ya kuweka vile, hatuna ile nafasi. Kazi ya msalaba, juu ya msalaba Yesu alipata mateso makubwa sana. Yesu alipata maumivu makubwa sana. Yesu alipigwa. Yesu alipata aibu sana. Unajua, acha nikuambie siri moja. Mnapoona ile picha wanasulubisha Yesu na Yesu anavala kalubindo, lakini nakuambia hivi, Yesu balimwacha kabuchi mbele ya watu. Unaweza kujimagine ile aibu? Unaweza kuzimagine ile violence ya namna ile? Batu mnachukia mwenzenyu mwenye hana problem mpaka mnampatisha haya kwa ajili mpaka kwa ile nivo. Lakini Yesu anapata ile mateso, Yesu anapigwa, Yesu anatemewa mate, Yesu anazarauliwa, Yesu anashushwa chini tu, lakini akanyamaza tu kama kondoo apelekwaye machinjoni. Wakuu wanamuuliza, hausikii yuko anakuuliza? Kayafa anamuuliza, hausikii yuko anakushtaki? Hawezi kusema. Akanyamaza tu. Hata na liwali vivyo hivyo, akanyamaza tu. Shabaha moja ilikuwa ili kwamba wewe na mimi tuokolewe, tuitwe wana wa Mungu na tuurithi ufalme wa Mungu. Oh, haleluya. Kwa Mungu. Nilikwambia ya kwamba siku hiyo Yesu alipata vidonda vya namna ya pekee. Siku hiyo pale msalabani Yesu akagonjwa. Alikuwa mgonjwa sana, sababu alikuwa amepigwa, alikuwa amesumbuliwa namna ya pekee. Mtu mmoja anakuja naye mwingine anampiga mkuki kwa mbavu, damu inashuka na maji. Sikia nikwambie, ile damu iliyomwagika kwa msalaba ilikuwa na shabaha moja, ili kwamba dhambi zako zisafishwe na zisamehewe, na dhambi zangu vivyo hivyo. Haikuishia pale. Yesu
pale msalabani Roho ananikumbusha kitu kingine. Roho ananikumbusha kitu kingine. Pale msalabani Yesu iko hivi, anatundikwa hivi, lakini mikono ya Yesu ilikuwa hivi. Ile inamaanisha ya kwamba Yesu anaita watu wote waje kwake. Anaita watu wote. Angalie kabila, angalie milima, angalie nchi, angalie sura, angalie kimo, angalie rangi, lakini anawaita wote waje. Na anasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Yesu anatuita tuje na mizigo yetu, na magumu yetu, na mateso yetu, na masumbuko yetu, na fadhaa zetu, na machozi yetu yote. Mara ngapi wanakulilisha, mara ngapi wanakusumbua, mara ngapi wanakusema vibaya, lakini Yesu anasema, kuja kwangu mwanangu, kuja, njoo. Yule tu ndiye anakuita, na ni yule tu ndiye awezaye kupanguza machozi yako. Wengine ni kukushimanga tu, wengine ni kukusema vibaya. Onako kanaanza jitapa, kanaanza jiona. Lakini sisi, Kristo ni mwamba. Niliona wenzetu wanatia foto moja. Kristo ni mwamba, ule mwamba uliopasuka, ndani yake tunajificha, ni mule tunabaki ndani ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Damu ya Yesu pale kwenye msalaba wanampiga. Sikia nikuambie, kama tuko humu nimekuambia hakuna Myunani wala Myahudi, na pale alikuwa kwenye msalaba wanampiga mkuki, damu inashuka. Ile damu inashuka, ile damu ni kwa ajili ya kutusafisha, lakini pia ile damu ndio imetununua kutoka katika dhambi. Lakini pia ile damu ilimwagika ikazagaa. Kule kuzagaa kwa ile damu nafasi yote inamaanisha ya kwamba Yesu amekuja kuleta wokovu kwa ulimwengu wote. Ile damu ya Yesu kumwagika ilishuka Amerika, ilishuka Ulaya, ilishuka Afrika, ilienda Asia, ilienda Australia, ilienda ulimwengu wote. Kwa Kongo iliingia, hata Labote imeshuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana leo huyu ni ndugu yangu. Nikimwona naona ni baba, ni ndugu yangu, nampenda, naye ananipenda. Niliposhuka juzi na kuja siku ya pili ndio alianza kuhudumia. Ilikuwa siku ya tatu. Siku ya pili tulianza na Pastor Burume. Ndio nilipofika hapa niona Burume anaikala hapa, mwingine atafuta kuja, Burume alishabana hapa. Nikasikia mtima wangu unabarikiwa. Siku ya tatu nakuja, naona naye anakuja, nikasikia furaha. Na ndio maana mnaona tunabarikiwa hivi. Wewe byako bya kuwazaka, unaona hivi, unaona nini? Utaona konokono. Ile damu ya Yesu kule kumwagika, mwandishi anaandika anasema hivi, lakini wakati ilipomwagika pale, ilimwagika ikagandana. Ile kugandana ya ile damu ya Yesu ni ushirika, inatuweka fasi moja. Wale wote walionunuliwa na damu ya Yesu, wote wanakaa pamoja kwa umoja, wote wanakaa pamoja kwa ushirika, na kila mmoja anamuona mwingine bora kuliko yeye. Damu ya Yesu Kristo, kazi ya msalaba. Hiyo ni kazi ya msalaba. Ndiyo maana kwa ajili yetu sisi wa Kristo tunapaswa kuishi katika ule uaminifu. Nimekuambia kwamba Yesu hakukataa baba yake, na wewe ijapokuwa magumu na shida unaweza kuyapitia, usimkane Kristo, ubaki mwaminifu kwa Kristo. Na Wakristo wote wanahitaji kutii mapenzi ya Mungu na kubaki waaminifu katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu sababu uliona siku ndugu yetu David anamaliza kushukuru hapa. David Shemasi yuko wapi? David anasema nini? Anaorganize ndoa. Tulitoka hapa kuibada tukaenda huko. Sali tuona naye akasikia bien. Amen. Anasema jamaa langu linakuja. Benzama baimbaji wakatoa ngombe wakampatia. Bote wanavala makoti ya mzuri. Unasikia ile furaha. Yesu unasikia ile furaha.
Njoo jamaa yetu hii, nilimwambia kama hautanitosha humu upande ushuke. Useme usiseme, utukane usitukane, ufanye nini? Niambie mumashi kutoka ndio. Niambie mumashi sitatoka ndio nini? Ndagarenga papa. Ndagarenga papa. Ndarenziri, ndagarenga. Haleluya. Na wewe utarenge, haiko vile. Na wewe usitoke. Njoo mko vyote. Bale benye balionja Yesu ni kama asali ya nyuki. Onja usikie utamu sana. Yesu ni kama nini? Asali ya nyuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Juu ya msalaba wa Kristo, mikono ya Yesu ilikuwa wazi, ni kwamba itukusanyishe, ituweke sisi wote pamoja. Na ndiyo maana hatuwezi kutoka, tunabanda. Sisi wote tumenunuliwa na sisi wote tumekuwa wana wa Mungu, ijapokuwa kila mtu kule alikotoka. Haijalishi ulikotoka, lakini ulipofika humu. Ndio maana mimi naonya wa Kristo Basayuni Labote. Mimi naonya wa Kristo nini? Ule Mkristo akuona mwingine akikuwa ule naye alitoka wapi? Bila ni vya nje vya mapepo. Tuko na watu tunapenda Yesu alete wengine wote bakuye. Na benye biko na vipawa vya roho mkuya mtumike. Haiko vile baraza ya wazee. Tuna haja ya vipawa mkui. Asa ule naye anaanza fabia vile bila kwa tumika humu, fanya kazi vile roho anakujalia. Na mimi nakuambia saa mwe wa bazee wa mzee wa bazee mwi kanisa. Kuya. Kwa msalaba Kristo. Tusome pale tumalize. Wakolosai kuko ineno himoya ya mtamu minapendaka pale. Vyenye Yesu alifanya pale kwa msalaba. Biblia inasema hivi, soma Wakolosai 2:13 na 16. Biblia inasema hivi, 2:13 na 16. Biblia inasema hivi, nanyi mlipokuwa mumekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Alitufanya tuwe hai, akiisha kutusamehe makosa yetu yote. Kitu kingine, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui wetu. Yesu alipasula ile maandiko yote, ile mashtaka yote yenye shetani alikuwa ashatushtaki tuhukumiwe. Yesu akaipasula wapi? Msalabani. Iliyokuwa na uadui kwetu, tulikuwa na uadui kati yetu na Mungu, akapasua, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Pale yuko msalabani, ile haki ambayo ilikuwa imeandikwa ya kututenganisha na Mungu, Kristo akagongomea ile msalabani, akameza ile. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo. Kwa ujasiri huo akazishangilia katika msalaba huo. Hebu tusaingilie Yesu Kristo. Akashangilia. Hii ni kazi ya msalaba. Ni pale ambapo tumepata ule ushindi. Hapo alipokufa, wakati waimbaji walituimbia, akakata roho. Tangu siku ya 4 wako wanatuimbia pale. Nataka maliza. Biblia inasema hivi, alipokata roho akashuka. Akashuka huko Ajera. Aliposhuka huko Ahera, hakushuka kule kusudi aende ahukumiwe, sababu kuna watu wengine wanaokufa wanaenda wahukumiwe, lakini Yesu hakushuka kule juu ya hukumiwe. Yesu alishuka kule ili kwamba afanye vita, na aliposhuka vile alienda kunyang'anya yule ibilisi mamlaka, akamnyang'anya funguo la kuzimu. Biblia inasema ya kwamba akaweka huru wale ambao shetani alikuwa ameteka mateka huko kuzimu. Yesu akawaweka huru. Haleluya. Ni kusema hakuweka huru tu wa ulimwengu wanaoishi, lakini akashuka kule akapigana na pia akanyang'anya mamlaka ya shetani. Yesu akamshinda, akawaweka wale huru. Ni kusema Yesu, kama ningesema mfrancais, mswahili na nishinda kuisema bien, lakini tunaweza kusema kama Yesu iko liberateur par excellence. Amen.
Jésus est libérateur par excellence na hakuna mwingine. Mkombozi maalum. Très bien baba. Libérateur par excellence. Mkombozi maalum. Sema Yesu ni mkombozi maalum. Yesu ni mkombozi maalum. Biblia inasema hivi, pale tulisoma katika Ufunuo. Wanaona kitabu kiko pale, lakini kile kitabu wameangalia nani atakayechukua kile kitabu na kuvunja ile mihuri ya kile kitabu. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Yohana yuko katika ule ufunuo analia, anaona kile kitabu, hakuna aweze kusimama kukamata ile mihuri. Akaona wanamwambia nyamaza, acha kulia Yohana. Tazama pana mwana kondoo wa kabila la Daudi, yule aliyechinjwa, alionekana kuwa amechinjwa. Biblia inasema hivi, yule mwana kondoo akasimama, akachukua kile kitabu, akavunja ile mihuri, akavunja ile mihuri ya kile kitabu, akakifungua. Na alipokifungua, wale wazee wakaanza kushangilia, wakasema anastahili, anastahili. Sema Yesu anastahili, anastahili. Sema unastahili Yesu, unastahili. Mwambie Yesu unastahili. Huyu tu ndiye alikuwa na ule uwezo ambaye alivunja mihuri ya kile kitabu. Sikia ndugu zangu wapendwa, baada ya pale alifanya declaration. Akafanya declaration yake yenye iko Mathayo, na nimalizie tu pale. Akafanya declaration wakati alishinda natoka kuzimu, anashinda yule ibilisi. Anafanya declaration yake, na ndio pale tutaishia. Na wakati wanaambia wanafunzi wake mwende mkutane kule Galilaya, anasema hivi declaration ya Yesu baada ya kufufuka, Mathayo 28. Na wale wanafunzi pale ni 16, lakini nitakwambia sasa declaration kwenye iko. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza. Nao walipomwona anafufuka, walimsujudia. Lakini baadhi ya walioona shaka, Yesu akaja kwao, akasema nao. Declaration Yesu akasema hivi, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Amen. Après la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça sa déclaration. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni wakati anamaliza kupigana kule, analibere wale walikuwa wanafungiwa. Ananyang'anya shetani nguvu, zile funguo na mamlaka yake. Kisha anasema, anawaambia hivi, niko hapa, nimepewa mamlaka yote. Haleluya. Yesu tuliyemwamini ni mwenye mamlaka yote. Na mamlaka yake ni chini duniani, kuzimuni, ulimwenguni na mbinguni. Ni mwenye mamlaka, alishinda kifo na mauti. Yesu yuko hai, yuko hai, yuko hai, na adumu ndani ya maisha yako. Amen. Tunamaliza. Mungu akubariki kwa neno lake. Amen. Tutaomba Mungu, sababu mara moja tunaingia kwa meza ya Bwana. Lakini